Karibu sana wapenzi wa michezo. Baada ya kutulia kwa siku kadhaa, Faisal Salum Feitoto amerudi tena katika kutengeneza vichwa vya habari. Tena safari hii kwa kishindo kizito. Kiungo mshambuliaji huyo maarufu pia kama Zanzibar Finest alitawala vyombo vya habari kwa takriban miaka 3 mfululizo tangu alipojiunga na Azam FC mwaka 2023 akitokea Yanga. Amekuwa akihusishwa na kuhamia klabu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Kwa wanaokumbuka kipindi cha dirisha kubwa la usajili, alihusishwa na Simba, Yanga, Kaizer Chiefs Afrika Kusini, lakini kwa bahati ya Agosti klabu inayommiliki ilitangaza kuwa ameongeza mkataba kuendelea kusalia Azam FC. Lakini hivi karibuni akarudi tena kugonga vichwa vya habari kwa tetesi za kuhitajika na klabu ya Al Ahly Tripoli ya Libya. Ukurasa huu unaweza kuthibitisha taarifa hiyo na kukuletea undani wake kutoka vyanzo sahihi kabisa, ikiwemo kiwango cha shilingi bilioni 4.5 zilizowekwa mezani kumbeba. Ili kuanzia, ni kweli kwamba Al Tripoli inahitaji huduma ya Feitoto kwa sababu kuu mbili, kimpira na kisiasa. Kimpira, Al Ahly Tripoli inayoshiriki ligi kuu ya Libya ina shida na namba 10, na katika upembuzi wao yakinifu wamebaini kwamba Feitoto ni mtu sahihi kwao. Wanaamini fika kwamba uwezo wake utaisaidia timu yao kufikia malengo. Kisiasa, wanataka kumpata Feitoto ili kushinda ile haki ya kujidai mtaani, yani bragging rights. Mashabiki wa Al Ahly Tripoli wamesisimuliwa sana na tetesi za klabu yao kumhitaji Fei, na viongozi wanataka kupata heshima ya kisiasa kupitia usajili huo. Lakini zaidi ya hapo ni kuwakoga watani wao Asweli SC. Timu hiyo ilivumishwa kumhitaji Faisal Salum kiasi ikasemekana walishaliweka jina wake hadi kwenye fomu za usajili. Mwisho wa siku wakamkosa. Sasa Al Ahly wakimpata wanataka kuwakoga wapinzani wao, bragging rights. Ilivyokuja kuwa, Al Ahly Tripoli kupitia kwa mawakala wao wakamtafuta binafsi kiongozi mmoja wa Azam FC na kuelezea nia yao. Akawajibu kwamba watume ofa ili klabu iipitie na kuona nini kitatokea. Wakala akatuma ofa hiyo kupitia email yake binafsi kwa huyo kiongozi na kwa mchezaji mwenyewe. Hapa wakala alifanya kosa kubwa sana la kiufundi, kumtumia mchezaji ofa ambayo wameituma klabuni. Kwanza sio sahihi, na kilichowakera zaidi Azam FC ni kwamba wanahisi ile iliyotumwa kwa mchezaji ndiyo iliyokuja kusambaa mitandaoni. Ukweli ni kwamba ile ofa ni yenyewe kabisa, ila haikutumwa kutoka klabu kwenda klabu, bali kutoka kwa wakala kwenda kwa kiongozi binafsi. Yule kiongozi akamjibu yule wakala kwamba alichokifanya ni kitu cha hovyo na yeye binafsi hataki kuendelea kuongea nao. Akamwambia kwamba kama klabu ina nia thabiti kumhitaji Fei, basi itume ofa kupitia anwani zao rasmi na waielekeze moja kwa moja katika anwani rasmi za Azam FC. Hivi sasa Azam wanafanya tathmini yao ya kiufundi kuona kama waikubali au waikatae. Ofa yenyewe ni ya takriban shilingi bilioni 4.5, sio ndogo hata kidogo. Na mchezaji mwenyewe endapo atakubali atapewa mkataba wa miaka 4 wenye thamani ya jumla ya zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 10. Hii ni thamani ya jumla kwa maana ya pesa zake za kusainia mkataba na mshahara atakaolipwa katika wakati wote klabuni hapo, pamoja na motisha nyingine kama bonus. Msimamo wa mchezaji. Al Ahly Tripoli wanamhitaji sana Feitoto na walianza kwa kumshawishi wampe pesa avunje mkataba wake kama alivyofanya wakati anatoka Yanga. Lakini yeye hataki kufanya hivyo, akiamini hata kuwa wamewatendea haki Azam FC ambao wamempa heshima kubwa. Ndio hapo wakaja na ofa kwa klabu.
Fei yuko tayari kwenda kucheza Libya, akiamini anastahili kutoka nje ya Tanzania na anazihitaji pesa waliomwekea mezani. Kama mambo yakienda vizuri, Fei Toto anaweza kuondoka dirisha dogo kwenda Libya na kumfanya kuwa mchezaji ghali zaidi kutoka ligi ya Tanzania. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment.